1, 2. Good afternoon, Kisii Central Church. Habari ya jioni kanisa la Central. It's such a great pleasure for me to be with you here this afternoon. Ni fursa ya kipekee kuwa pamoja nanyi jioni ya leo. My wife Michelle is joining me today as well. Mke wangu Michelle ameandamana pamoja nami siku ya leo. And my name is Ettiene Mcclintock. Na jina langu ni Ettiene Mcclintock. I'd like to welcome everybody here in the big open door hall today. Basi ningependa kukaribisha kila mmoja aliyetulia hapa. And everybody in the church watching. Na kila aliye ndani ya kanisa kwa ajili ya kutazama. We welcome also the people that are watching on YouTube at the moment. Na vile vile tunawakaribisha walio katika mtandao wa jamii wakitazama pia. And we welcome also the students who are on their midterm break at the moment. Na tunawakaribisha wanafunzi wetu walio katika likizo fupi wakati huu. When we came to Kenya about a week and a half ago, basi tulipokuja katika taifa la Kenya juma moja na nusu hivi lililopita, we came to bless the local people. Tulikuja kwa ajili ya kubariki watu wa hapa. With free medical clinics. Na kambi ya matibabu ya bure. And to preach the gospel of Christ. Na vile vile kuhubiri injili yake Kristo. But we didn't expect to have an even greater adventure than that. Lakini hatukutarajia kwamba tuweze kuwa na mambo makubwa zaidi ya hayo. On Tuesday, siku ya Jumanne, there was times when we couldn't leave the place where we were staying. Hatukuweza kutoka mahali ambapo tulikuwa tunaishi. Because the protesters were going past. Maana watu wa kuandamana walikuwa pale. And they thought it was safer for us to stay inside. So, we do agree that people have the right to petition the government for redress. Tunaamini ya kwamba watu wako na haki kwa ajili ya kunena na serikali ipate kujua mahangaiko yao. That is a constitutional right that you have here in Kenya. Basi hiyo ni haki yako ya katiba ambayo uko nayo hapa katika taifa la Kenya. And I appreciate the words of support for the young people in regards to them asking the government to make changes when necessary. Nashukuru sana kazi ya vijana ambao walipata kusii serikali ya kwamba ifanye mabadiliko mahali ambapo panastahili. It was also important to hear that they asked that the protests be peaceful. Na tena ni muhimu ya kwamba walipata kusia kwamba maandamano yapate kuwa yenye amani. Jesus on the Sermon on the Mount, Yesu akikwea mlima na katika mahubiri yake, he said in Matthew chapter 5 and verse 9, ni mwenye kunena katika Mathayo sura ni ya 5 fungu ni la 9, blessed are the peacemakers, wanaheri ambao ni wenye kupatanisha, for they shall be called the sons and daughters of God. maana wataitwa wana na binti zake Mungu. It also says in verse 7, blessed are the merciful, na vile vile katika fungu la 7 ni mwenye kusema wamebarikiwa wenye rehema, for they shall obtain mercy. nao pia ni wenye kuhurumiwa. Our message today is entitled, basi ujumbe wetu wa leo ni huu, the way of the harvest. njia ya mavuno. And as we start, we just invite you to bow your heads for a word of prayer. Basi tunapoanza tunaomba kwamba tupate kuinamisha vichwa kwa ajili ya maombi. Our gracious Father in heaven, Baba yetu wa neema uliye mbinguni, we come before you to worship you. Tunakuja mbele zako kwa ajili ya kukuabudu as the Almighty God, creator of heaven and earth. Kama Baba mkuu ambaye ni mwenye kuumba mbingu pamoja na nchi. Your greatness is far greater than our human minds can comprehend. Ukuu wako ni zaidi ya namna ambavyo nia zetu zinaweza kutafakari. But we are so grateful that you have revealed some aspects of yourself to us. Asante Baba, maana tayari umeshatuonyesha tabia yako ndani yetu. We're also so grateful for the Holy Spirit that can help us understand what you have revealed. Na tena tunashukuru Baba, maana umetupea Roho Mtakatifu apate kutufunulia yale ambayo umetueleza. We are so grateful for your word that gives us insight. Tunashukuru kwa neno lako ambalo linatupa ufunuo. But most importantly, we are so grateful for Jesus. Na zaidi ya yote tunashukuru kwa ajili ya Yesu. And Father, today as we look at the principle of sharing our faith with others, na Baba, siku ya leo tunapotazama vipengee ya kuweza kushiriki imani yetu pamoja na wengine, we just pray for the conviction of the Holy Spirit. Tunaomba ya kwamba Roho Mtakatifu apate kutuhamasisha. That the Holy Spirit will also empower us. Na Roho huyu Mtakatifu apate kututia nguvu. And give us boldness. Na atufanye tupate kuwa wakakamavu.
to profess your name before men. ili tupate kutangaza jina lako mbele ya watu. Bless us in our study this morning. Na tubariki asubuhi ya leo. And we pray in the mighty name of Jesus. Na tunaomba katika jina kuu lake Yesu. And God's people said, na watu wa Mungu wafanye kuitikia. Amen. Amen. So our message is the way of the harvest. Basi ujumbe wetu ni kwamba njia ya mavuno. Why the way of the harvest? Basi mbona iwe njia ya mavuno? Because it is the way of the Lord. Maana hiyo ndio njia yake Mungu. In the Bible, often the Bible tells us about God's way. Na kila mara Biblia ni yenye kutunenia kuhusu njia zake Mungu. For example, in Psalm 77 and verse 13. Basi kwa mfano kitabu ni cha Zaburi 77 fungu ni la 13. The Bible tells us your way, O Lord, is in the sanctuary. Biblia ni yenye kusema kwamba Bwana njia yako ni kwenye hekalu. Who is so great a God as our God? Basi ni nani aliye mkuu sawia na Mungu wetu? Another Psalm, Psalm 27 verse 11. Na katika Zaburi nyingine ambayo ni 27 fungu ni la 11. It says, teach me your way, O Lord. Inasema kwamba nifunze Bwana njia yako. And lead me in the smooth path because of my enemies. Na kuniongoza katika njia iliyonyooka kwa sababu ya wale wanaoniotea. Psalm 25 verse 4. Zaburi 25 fungu ni la 4. Show me your ways, O Lord. Bwana unijulishe njia yako. Teach me your paths. Unifundishe mapito yako. So we want to know the path of the Lord. Basi tungependa tupate kujua mapito yake Mungu. Because as believers and followers of Jesus Christ, maana sawia na waamini na tena wafuasi wake Yesu, we need to know the path so we can walk in it. Inabidi tupate kujua mapito ili tupate kutembea kwayo. So I'm grateful this morning for the scripture reading. Basi mimi nashukuru leo maana tumeshasoma andiko. I also have to say I was so impressed with the young people and sharing. Na tena nashukuru kwa watoto wadogo ambao walitufunza hadithi. They've got good memories. I wish my memory was that good. Basi kumbukumbu yao ni sawa na laiti pia yangu ingekuwa hivyo. Such a blessing to see the young and old participating in the worship service of our Lord. Ni baraka mikuu tunapoona wakubwa pamoja na wadogo wakishiriki katika ibada yake Mungu. So if you have your Bibles, let's look at our scripture reading for this morning. Basi kama ni mwenye Biblia, hebu tazama fungu ambalo tutafanya kusoma asubuhi ya leo. Luke chapter 10 verse 1 and 2. Kitabu ni cha Luka 10, fungu ni la 1 na la 2. And the Bible tells us, na Biblia ni yenye kusema hivi. After these things the Lord appointed 70 others. Basi baada ya haya Bwana akawachagua wengine 70. So before that Jesus had appointed the 12 apostles. Kabla ya hayo Yesu ni mwenye kuchagua wanafunzi 12. And he had sent them out 2 by 2. Na alikuwa ni mwenye kuwatuma wawili kwa wawili. But now Jesus appointed more. He sends out 70. Lakini sasa hivi Yesu amewachagua wengi, ametuma 70. And he didn't send them by themselves. Lakini hakuwatuma peke yao. Each one went with a friend. Kila mmoja ni mwenye kwenda pamoja na rafiki. And so the biblical model is when we go and share the gospel of Christ, when we go out, we go 2 by 2. Basi kipengele cha kwanza kwamba unapoenda kwa ajili ya kushiriki neno la Mungu, tuende tukiwa wawili wawili. So he sent them out to every city and place where he himself was about to go. Akawatuma kwenda katika kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. So before Jesus comes to those places, basi kabla ya Yesu kufika mahali pale, he sends the disciples to prepare the way for the Lord. Ni kuwatuma wanafunzi wapate kuandaa njia kwa ajili ya Bwana. And so it is with us. Na vile vile itakuwa pamoja nasi. Before Jesus comes again, kabla ya Yesu kuja tena mara ya pili, God is asking his church, Mungu anasihi kanisa lake, to prepare the way of the Lord. Kuandaa njia yake Bwana. And we read on in the next verse. Na tena tunasoma katika fungu linalofuata. Then he said to them, akawaambia, the harvest is truly great. Mavuno ni mengi. That's saying that there's plenty of opportunities. Ya kwamba pana fursa kwa wingi. But what is the problem? Lakini tatizo li wapi? The problem, there's not enough people to work. Ya kwamba hamna watendakazi wa kutosha kufanya kazi. So how do we solve this problem when there's a great harvest but not enough laborers? Basi tutatuaje hili tatizo ya kwamba mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache? Well, Jesus tells us to pray. Basi Yesu ni mwenye kutuambia kwamba tufanye kuomba.
Will that solve the problem of not having enough workers? Hili litasuluhisha tatizo ya kwamba watendakazi ni wachache? Well, apparently it will. Hakika litafanya. Because it's the Lord Jesus telling us that there's a problem and the way to solve it is to pray. Maana ni Bwana Yesu mwenye kutuambia tatizo lipo na suluhu ni kuomba. And it says, pray therefore the Lord of the harvest. So we pray to God the Father. Basi anatuambia kwamba tuombe, maana tunamwomba Mungu ambaye ni baba yetu. What are we to ask in our prayers? Basi tuombe nini katika maombi? That the Lord of the harvest will send out laborers into his harvest. Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. So we're encouraged to speak to God about this problem. Lakini tunatiwa moyo ya kwamba tuombe kulingana na hili tatizo. A huge opportunity for the church of God. Fursa kubwa kwa ajili ya kanisa lake Mungu. But not enough people to tackle the work that's required. Lakini watendakazi ni wachache kwa ajili ya hiyo kazi. And to solve the problem we pray. Ili tuweze kutatua tatizo ni kufanya kuomba. So what will prayer do? Basi maombi yatafanya nini? Well, it connects us to God. Maombi yanatuunganisha pamoja na Mungu. And as we start praying for the problem, na tunapoombea hili tatizo, God will show us a remedy for the problem. Mungu ni mwenye kutuonyesha suluhisho. Could it be that we could be part of the remedy? Uende kawa sisi ndio sehemu ya suluhisho. Not only in praying, si kwamba tu sisi ni kuomba, but in God changing our hearts so that we are willing to be one of the laborers. Ili Mungu apate kubadilisha mioyo yetu ili tuwe pamoja na wale ambao ni watenda kazi. I think that's what that prayer will do. Basi maombi hayo yatatekeleza hayo. I want to read you from the book Christian Service, page 12. Basi tutasoma kitabu ambacho ni cha huduma ya Wakristo, ukurasa ni 12. And I want you to consider whether that is true for Kisii Central Seventh-day Adventist Church. Basi hebu mtafakari ya kwamba kama nukuu hii ni sawa katika kanisa letu la Kisii Central. And it says, wherever a church is established, popote kanisa inapowekwa, all the members should engage in active missionary service. Washiriki wote inawapasa wajihusishe katika kazi ya umishonari. So missionary service doesn't only mean preaching the word. Basi kazi ya umishonari si kwamba tu kuhubiri neno. It also means to help meet the needs in the community. Ina maana kuwa upate kufikia mahitaji ya walio kwenye mji. Whether it be providing food for people who are very needy. Iwe ni kupatia chakula kwa wale ambao wanahitaji chakula. Or providing some medical support. Ama ni kuwasaidia mahitaji katika matibabu. But all members should engage in active missionary service. Lakini ni wajibu wa kila mshiriki kujiingiza katika kazi ya Bwana. Now I don't know the church very well here, but I know that you are very active. Basi ninajua kanisa vizuri, sijui kanisa vizuri sana, lakini nafahamu ya kwamba nyinyi ni wakakamavu. But does the statement apply to Kisii Central SDA Church? Lakini hii nukuu tutaiweka katika kanisa la Kisii Central. You know what the statistics are globally for people who share their faith? Unajua utafiti kuhusu watu wote katika ulimwengu katika imani yetu. To bring just one person to God. Ni kumleta mtu mmoja katika Bwana. The statistics say that one person's membership through their whole lifetime. Utafiti unasema ya kwamba kila mshiriki mmoja katika maisha yake yote. Only 10% of the church members ni 10% tu ya washiriki katika kanisa will bring one person, at least one person to Christ. Watakaomleta mtu mmoja katika Kristo. Globally, 90% of people will never ever witness for Christ or bring one person to Christ. Katika ulimwengu mzima washiriki 90% hawajai kumleta mtu hata mmoja katika Bwana. Before I started doing this work, kabla mimi sijaanza kufanya hii kazi, I was working for an organization called Voice of the Martyrs. Basi nilikuwa ni mwenye kufanya kazi katika shirika ambalo linaitwa Voice of the Martyrs. And we supported persecuted Christians around the world. Na sisi ni wenye kuwasaidia Wakristo wenye kuteswa katika ulimwengu mzima. We did Bible smuggling, taking Bibles into areas where the Bible is restricted. Tulikuwa tunaficha Biblia na kupeleka mahali ambapo zilikuwa zimekataliwa. We help the families of martyrs, those who have lost their faith, and looking after the children and the widows and so on. Tulikuwa tunasaidia familia za wale ambao walikufa kwa ajili ya Injili, na tulikuwa tunawapatia chakula na kuwatunza. We also sponsored ministry into persecuted areas. Na vile vile tulikuwa tunatoa msaada kwa ajili ya kuhubiri sehemu ambazo zina makali. And we also provided medical support for those who had been injured during persecution or being tortured. Na vile vile wale ambao walikuwa wameteswa na wamepata kuumia, sisi tuliwasaidia matibabu ya bure.
The founder of this organization was a man by the name of Richard Wurmbrand. Mwanzilishi wa hili shirika kwa jina anaitwa Richard Wurmbrand. He himself was tortured in a communist prison for 14 years. Yeye mwenyewe alifanya kuteswa katika shirika la ujamaa katika miaka 14. And although they were forbidden to pray or share their faith, haijalishi ya kwamba walikatazwa wasiombe ama kushiriki imani yao, whenever they could, they would share their faith and pray with others. Kila mara wangepata fursa wao ni wenye kuomba na kushiriki imani yao pamoja na wengine. And many times he would been caught and he would be beaten simply for praying or sharing his faith. Na kila mara huyu Richard ni mwenye kucharazwa na kuwekwa mahakamani kwa sababu alifanya kuomba na kushiriki imani. But these are the words of Richard Wurmbrand. Lakini huyu Richard Wurmbrand aliweza kutamka haya maneno. Persecution has always produced a better Christian. Kila mara Mkristo anapoteswa anakuwa thibiti. A witnessing Christian. Mkristo mwenye ushahidi. A soul winning Christian. Mkristo mwenye kuongoa roho. Communist persecution has backfired. Shirika la ujamaa limeweza kuanguka. Because it's produced serious, dedicated Christians. Maana kupitia kwa matendo yao Wakristo wamechipuka walio wakakamavu zaidi. Such as are rarely seen in free lands. Ambao hawaonekani katika taifa zilizo huru. These people cannot understand. Hawa watu hawaelewi how anyone can be a Christian. Namna mtu anaweza kuwa Mkristo and not want to win every soul that they meet. Na asitake kuongoa kila moyo ambaye anakutana pamoja naye. In these restricted countries, when you become a Christian, basi katika hizi taifa ambalo ni za ukatili, when you take the name of Jesus on your lips, unapotamka jina lake Yesu katika kinywa chako, you know that you are risking your life. Wewe unajua kwamba unahatarisha maisha yako. Because in many countries it is considered an illegal activity to become a Christian. Maana katika haya mataifa ni jambo la hatari unapokuwa Mkristo. They may know that they may even thrown into prison or tortured. Hata utawekwa gerezani na kuteswa maana umevunja sheria. But they count the cost. Lakini wewe unaamini. They are willing to die for the one who died for them. Wako tayari kufa kwa ajili ya yule mwenye kufa kwa ajili yao. Because they know even in this world death is not the end. Maana wanajua haijalishi kifo si mwisho. And they see how much God loved them that he was willing to sacrifice his son for their sins. Na wanajua namna ambavyo Mungu ni mwenye kuwapenda na alikuwa tayari kutoa mwana wake kwa ajili ya dhambi zao. But let's look at another testimony. Na hebu tutazame ushahidi mwingine. This comes from Testimonies for the Church, page 463, paragraph 3. Basi ni ushuhuda kwa kanisa, toleo ni la 5 na ni kurasa 463 na aya ni ya 3. Now in sharing this, we are grateful for the freedoms that we have in Kenya and places like Australia. Basi tunaposhiriki haya tunashukuru kwa fursa ambayo tunapatiwa hapa Kenya pamoja na Australia. But in Australia our freedoms as Christians are starting to diminish. Basi pale Australia sisi kama Wakristo uhuru wetu umeanza kudidimia. Laws are put in place in Australia now where it's difficult in some circumstances to share your faith or even to pray for someone. Pana amri ambazo zimetolewa ambapo inakuwa ni vigumu kwa ajili ya kushiriki imani na hata kuombea mtu. But we know globally there will be a change. Basi tunajua katika ulimwengu mzima patakuwa na mabadiliko. It will become very unpopular for you to share your faith. Itakuwa ni wazi kwako wewe kwa ajili ya kushiriki imani yako. And so we read in Testimonies volume 5. Basi ni wenye kusoma katika kitabu cha ushuhuda toleo ni la 5. The work which the church has failed to do, kazi ambayo kanisa imekosa kufanya in times of peace and prosperity, wakati ambapo ni shwari na kunawiri, she will have to do in a terrible crisis, ataifanya wakati ambapo ni mgumu zaidi, under the most discouraging and forbidding circumstances, wakati ambapo patakuwa na msongo na zaidi ya yote vidhibiti vingi. The warnings that worldly conformity has silenced, onyo ambazo tumeza ona kama ni kimya and withheld must be given under the fiercest opposition, lazima sasa tutazitoa wakati ambapo wanapingwa vilivyo, from the enemies of our faith. Maana pana adui wa imani. So that sounds like it's going to be a very difficult job to do. Basi inaonekana ya kwamba itakuwa ni kazi ngumu sana kufanya. Because the harvest continues to be plentiful. Maana mavuno yanazidi kuwa mengi. And finally when the church arises, na mwisho kabisa kanisa linapoinuka, it will be during a time of difficulty and opposition. Itakuwa ni wakati wa ngumu na kupingwa. Now I don't know about you, but I don't like difficulties. Mimi sijui na wewe lakini mimi sipendi matatizo. I'd rather have a more comfortable life. Afadhali niwe na maisha ya ubwerere.
But that is not always the way of the Lord. Lakini hiyo sio njia ya Mungu kila mara. And it's certainly not the way of the world. It's difficult to edge out a living. Na hakika sio njia ya ulimwengu, maana ni vigumu sana katika ulimwengu. But what if we could change our mindset and make it a bit easier for us to share our faith when times are easy? Lakini iweje tupate kubadilisha nia zetu ili tupate kushiriki imani wakati ambapo mambo yako shwari? Well, I've got good news for you today. Lakini sasa hivi nina habari njema kwenu ninyi. Because we read in the book Desire of Ages. Basi tunasoma katika kitabu cha Tamanio la Vizazi. Probably the greatest books outside of the Bible on the life of Jesus. Uende kama ni kile kitabu kikubwa zaidi nje ya Biblia ambacho kinatusimulia hadithi yake Yesu. We read in page 83. Basi ukurasa ambao tunasoma ni 83. Now last time when we've been at the site, we've spoken about having intimacy with God. Basi hivi majuzi pale tulipata kunena ya kwamba uwe pamoja na uhusiano wa karibu pamoja naye Mungu. As soon as we wake up to spend time in prayer with the Lord. Unapoamka hebu pata muda kuomba na kunena pamoja na Bwana. To open his word and to read it. Na upate kufungua neno lake na kulisoma. So God can speak to us through his word. Ili Mungu apate kunena pamoja nawe katika neno lake. Or perhaps we could read something on the life of Jesus that draws us closer to our Savior. Na vile vile tupate kusoma jambo kuhusu Yesu ambalo litatusongesha karibu na mkombozi wetu. So page 83 we read. Basi ukurasa ni 83 na sisi tunafanya kusoma. It would be well for us to spend a thoughtful hour each day. Ni vema kwetu sisi kuchukua saa moja kila siku contemplating the life of the Lord Jesus Christ. Kutafakari maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. We should take it in point by point. Lazima tuchukue dokezo kwa dokezo. And let our imagination grasp each scene. Na ukutafakari kwetu kupate kila picha. Especially the closing ones around the cross. Hasa kukamilisha kwa maisha yake pale kwenye msalaba. As we thus dwell upon his great sacrifice for us. Tunapotafakari kafara kuu yake kwetu. Our confidence in him will be more constant. Tutazidi kuwa na ujasiri kwake. I don't know about you, but sometimes I wake up and I feel very good and I feel the presence of the Lord. Mimi sijui na wewe, lakini mimi ninapoamka nahisi vema na nahisi uwepo wake Mungu. Other times I wake up and it doesn't quite feel the same. Na kuna wakati ambapo mimi naamka na sihisi hivyo. Now I know God has not changed. Maana mimi najua Mungu hajabadilika. But our feelings can go up and down. Lakini hisia zetu zinaweza kupanda na kushuka. But if we do this every day for 1 hour, lakini ikiwa sisi ni wenye kufanya haya katika saa moja, our trust and confidence in the Lord will be constant. Tutazidi kumwamini Mungu na tutazidi kusalia vile. Our love will be quickened, made alive. Basi upendo wetu utazidi kunawiri. And we shall be more deeply imbued with the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu atazidi kujaa ndani yetu. That's what I want. How about you? Basi hilo ndilo kusudi langu. Je, na wewe? I want that consistency. I want that love for God. I want the power of the Holy Spirit in my life. Mimi ningependa huo mtiririko, ningependa upendo wake Mungu na ningependa nguvu zake Roho Mtakatifu katika maisha yangu. We're also told that there's nothing that Satan fears so much. Na tunaambiwa hamna kile ambacho ibilisi anaogopa sana. As that the people of God shall clear the way. Ya kwamba watu wake Mungu watafagia njia. By removing every hindrance. Kwa kuondoa kila kikwazo. So that God can pour out his Holy Spirit. Ili Bwana Mungu apate kuwamiminia Roho Mtakatifu. Upon a languishing church. Katika kanisa ambalo linahitaji. And an impenitent congregation. Na katika umati ambao unahitaji. And when the way is prepared for the Spirit of God. Na njia inapoandaliwa kwa ajili ya Roho wake Mungu. The blessing will come. Mibaraka itamiminwa. I want that blessing. How about you? Mimi natamani hiyo mibaraka. Je, na wewe? We need the Holy Spirit. Ni wangapi wanamhitaji Roho Mtakatifu? We have a powerful message as a church. Tuko na ujumbe mkali kama kanisa. And that message has to be given with power. Na huo ujumbe lazima tuweze kuondoa na nguvu. And unless the Holy Spirit's power is behind the message, na mpaka upate kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu nyuma yako, the message won't reach the hearts of the hearers. Basi huo ujumbe hutaweza kufika katika mioyo ya wale ambao wanasikia. Oh God, pour out your Spirit on your people. Hebu na Mungu apate kumimina Roho Mtakatifu kwa watu wake. May many workers be raised up for you. Ili watu wengi wapate kuinuka kwa ajili yako. Because the harvest is ripe and the workers are few. Maana mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Now why are we talking about this today? Basi maana tupate kunena haya maneno siku ni ya leo. Because at the site where we are speaking, maana pale kwenye mashambulio, I've noticed that the Adventists sit on one side. Nimepata kugundua Waadventista
Waadventista tunaketi sehemu moja, and those who are not of your faith sit on the other side under the trees. na wale ambao si Waadventista wao ni kutulia chini ya miti katika sehemu ya kushoto. We need to mingle with those people. Lazima tupate kutangamana pamoja na hao watu. The statistic tells us that unless they make friends within the church, Idadi ni yenye kusema kwamba ikiwa hawatafanya urafiki, many of those will not join that would have joined otherwise. wengi hawatashiriki, maana hakika wangejiunga pamoja nasi. We need to be the hands and the feet and the ears and the mouth of Jesus. Lazima tupate kuwa mikono, miguu na mdomo wake Yesu. He has called us to reach those people. Ametuita tupate kufikia wale watu. The message that we bring is so powerful Basi ujumbe huu ambao tunaleta ni ujumbe mkali zaidi. that Satan fears when the church arises and everybody proclaims that message. Na ibilisi ni mwenye hofu wakati kila mtu ni mwenye kuinuka na kwa ajili ya kutangaza hilo ujumbe. His kingdom will be endangered on this earth, Maana ufalme wake utakuwa kwenye hatari katika ulimwengu. because many will be won from his kingdom to the kingdom of God. Maana wengi watatoka katika utawala wake na waingie katika ufalme wake Mungu. But where do we find these people? Lakini hao watu tutawapata wapi? Well, the Bible talks about two ways. Basi pana mfano wa njia mbili. There's the broad way, Pana njia pana and then there's a narrow way. na pana njia finye. And Jesus says on the Sermon on the Mount, Matthew 7, verse 13 and 14, Na Yesu ni mwenye kutunenea katika Mathayo 7:13 na 14. enter by the narrow gate. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. Maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni. How many do you think find that way? Na wangapi wamepata hiyo njia? Jesus says, and there are many who go in by it. Nao ni wengi waingiao. Because narrow is the gate, Bali mlango ni mwembamba and difficult is the way na njia imesonga that leads to life. iendayo uzimani, And there are only few who find it. na waingiao ni wachache. Now I assume if all of you here in this hall, in the church, looking online, Basi hebu niseme ya kwamba nyinyi wote mlio hapa, walio kwenye kanisa na walio kwenye mtandao, that you have found the narrow way. ya kwamba nyinyi mmeshapata ile njia nyembamba. The confusing is sometimes when we go to the broad way to tell the people to come to the narrow way of the Lord Jesus, Utata ni kwamba tunapoingia katika ile njia nyembamba na njia pana na kuambia watu waje katika njia nyembamba, that some Christians just act like the people who do not believe. kuna Wakristo ambao mienendo yao ni sawia na wale ambao sio waumini. So we're in the broad way walking with all the people Basi tumo katika njia pana na tunatembea na kila mtu, because we haven't been truly converted. maana sisi hatujaongoka vilivyo. We don't have intimacy with God. Hatuna uhusiano wa karibu sana pamoja na Mungu. And we say to some of the people beside us, hey, I'm a Christian. Na tunaambia walio kando yetu, jamani mimi ni Mkristo. And they say, really? Wanauliza, But you're acting just like I act. lakini tabia zako ni sawa na zangu. You go to the same place as I go. Wewe unashiriki mahali ambapo mimi nakwenda. You watch the same things I watch. Wewe ni mwenye kutazama vile ambavyo mimi pia You natazama. listen to the same music I listen Wewe to. unasikiza nyimbo ambazo mimi pia ni mwenye What kusikiza. have you got that I don't have? Basi wewe una nini ambacho mimi sina? And it confuses them. Na basi inampa utata. That's why the Bible says there are only few that find the narrow way and enter in by the small narrow gate. Basi ni Biblia inatamka ya kwamba ni wachache wenye kuingia katika ile njia nyembamba. But Jesus comes with a message. Basi Yesu ni mwenye kuja na ujumbe. He offers us eye salve. Basi anatufanya tupate kujiangalia kwa kina. He anoints the eyes so we can see like we've never seen before. Ni mwenye kupaka mafuta ili macho ili tupate kuona kile ambacho hatujaona awali. And in our poverty, He brings us riches. It's called gold refined by the fire. Basi katika ufukara anatuletea utajiri ya kwamba ni dhahabu yenye kuoshwa na moto. So that we can be spiritually rich. Ili tupate kujazwa na kuwa And then tajiri also, katika kiroho. He covers our spiritual nakedness with His robe of righteousness. Na ni mwenye kuvika uchi wetu wa kiroho na vazi lake la haki. These are the things that the church needs. Basi hivi ndivyo kanisa inavyohitaji. Gold refined in the fire is faith working by love. Dhahabu iliyosafishwa kwa moto ndio matendo ambayo yanaonekana katika imani. Because in the Bible, Basi katika Biblia, Romans chapter 8 verse 7, kitabu ni cha Warumi sura ni ya 8 fungu ni la 7. it tells us that by nature we are hostile towards God. Basi inatuambia katika huu mwili sisi tunamkataa Mungu. And it says there, because the carnal mind Inasema kwa kuwa ile nia ya mwili
That is the fleshly mind. That's the mind that we were born with. Basi hii ni nia ambayo tumezaliwa nayo, ambayo sisi tuko nayo. That is the mind that causes us to sin. Basi hii ndiyo nia ambayo inatufanya tutende dhambi. Is enmity against God. Ni uadui juu ya Mungu. Is not subject to the law of God. Kwa maana haitii sheria ya Mungu. Nor indeed can it be. Wala haiwezi kutii. Why can it be subject to the law of God? Basi mbona tusitii sheria yake Mungu? Because our heart is selfish. Maana moyo wetu una ubinafsi. But the commandments of God are other focus. They focus love to God and our fellow man. Na amri zake Mungu zinaashiria wengine. Upende Mungu na upate kupenda binadamu. And verse 8 tells us, "Sin those who are in the flesh." Na fungu la 8 linasema kwamba wale waufuatao mwili They cannot please God. hawawezi kumpendeza Mungu. There was a prophet of God Palikuwa na mtume wake Mungu not too long ago si kitambo sana, who had this vision. ambaye ni mwenye kuwa na hili jonzi. And this vision is found in early writings, page 88. Na hili jonzi liko katika kile kitabu cha Early Writings na ukurasa ni 88. A train with many cars was shown me, Gari la moshi ambalo lilikuwa na visehemu vingi. going with the speed of lightning. Basi hili gari la moshi lilikuwa linaenda katika mwendo wa kasi. And the angel bade me look carefully. Na huyu malaika akamwambia, hebu tazama kwa kina. I focused my eyes upon the train. Basi ni mwenye kuangalia hili gari la moshi. It seemed that the whole world was on board. Ilikuwa inaonekana kwamba ulimwengu mzima ulikuwa katika hilo gari. And that there could be no one else left. Na hamna mwenye kusalia. Then said the angel, Na malaika akatamka, "They are binding in bundles ready to burn." Wamejitengeza na wamekuwa tayari kwa ajili ya safari. Then he showed me the conductor of the train, Na ni mwenye kuonyesha kondakta wa gari la moshi, who appeared like a stately fair person, ambaye alionekana kama mtu tu wa kawaida, whom all the passengers looked up to and reverenced. ambaye kila mtu ni mwenye kumtazama kwa ajili ya heshima kubwa. I was perplexed and I asked my attending angel, Basi nikashangaa na nikamuuliza malaika, "Who was this stately person?" basi huyu ni mtu yupi? And he said to me, "It is Satan. Akaniambia, huyu ni shetani. He's the conductor in the form of an angel. Yeye ndiye kondakta katika mwili wa He's put malaika. on the garb of an angel of light. Anaonekana sawia na malaika wa nuru. He's taken the whole world captive. Ameweza kuteka nyara ulimwengu mzima. And they've been given over to strong delusions." Na wao wamefanya kudanganywa. Now, why is the world given over to strong delusions? Basi mbona iwe wamefanya kudanganywa? Because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Maana hawakupokea ule ukweli ya kwamba watapata wokovu. My dear brothers and sisters today, do you love the truth? Maana wao hawakupenda Do ukweli. you treasure it? Wao hawakuweza kuuthamini. The truth is also a person, Jesus Christ. Basi ukweli ni mtu ambaye ni Yesu Kristo. So they did not receive the love of the truth that they might be saved. Basi wao hawakupokea ukweli ili wapate kuokolewa. Therefore God hands them over to strong delusions, Basi Mungu ni mwenye kuacha ili wapate kudanganyika. to believe a lie that they might be damned. Wapate kuamini uongo ili upate kuwanasa. This agent, the next highest in order to him, Huyu wakala ambaye ni wa karibu sana pamoja naye is the engineer. ndiye injinia. And the other of his agents Na yule mwenye kuanzisha are employed in different offices as he may need them. wako katika kila afisi namna ambavyo And anawahitaji. they are all going with lightning speed on this train to perdition. Nao wanaenda katika mwendo wa kasi wa radi ili waendelee kufanya maovu yao. I asked the angel if there were none left. Mimi nikamuuliza malaika, jamani, kuna yule aliyesalia? He bade me look in the opposite direction. Akaniambia, hebu angalia ile sehemu ya upinde. And I saw a little company Nikaona umati mchache wa watu traveling a narrow path, wakiwa wanasafiri katika njia nyembamba, but all seemed to be firmly united, na wote walikuwa wameungana pamoja, bound together by truth. walikuwa wameshikana pamoja na It's ukweli. like they were bundled together. Ni sawia kamba walikuwa wamefungwa kamba pamoja. Said the angel. Malaika akasema hivi, The third angel's message is binding or sealing them. basi ujumbe wa malaika watatu unawafungata pamoja. These are the ones that are the bundles for the Lord. Hawa ndiyo kikundi chake Mungu. But the other ones on the train are the bundles for perdition. Lakini hao wengine ni wale ambao ni wa kuangamia. Didn't Jesus give us an instruction Basi si Yesu alitupa agizo as he was leaving this world? alipokuwa anaondoka katika ulimwengu. He told us he would come back, but in the meantime we were to do something. Basi alituambia ni mwenye kurudi, lakini alituachia kazi ya kufanya. In Matthew 28 verse 19 and 20,
Basi katika kitabu cha Mathayo 28 fungu la 19 na 20. The Bible says to us, "Go therefore and make disciples of all nations." Biblia inatuagiza ya kwamba basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, teaching them to observe all things that I have commanded you. na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. And then this promise, "Lo, I am with you always, Na tazama pana ahadi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote, even unto the end of the world." Amen. hata ukamilifu wa dahari. Amina. So we are to make disciples of all nations. Basi lazima tufanye wote wafanye kuwa We have our wanafunzi. marching orders from the Lord. Basi huu ni agizo la Mungu. They are to be baptized. Lazima wafanye kubatizwa. And this morning, praise God, 157 precious souls in Kisii prison were baptized. Bwana sifiwe ya kwamba asubuhi ya leo roho 157 ziliweza kubatizwa pale gerezani. And they became some of the newest citizens of the kingdom of heaven. Nao ndio wakazi wapya katika ufalme wake Mungu. And they were baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Na walifanya kubatizwa katika jina lake Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. But that is but the beginning. Lakini huo tu ndio mwanzo. Because Jesus says, teaching them to observe all things whatsoever I've commanded you. Na Yesu ni mwenye kusema kwamba muwafundishe yote niliyowaagiza ninyi. And then the promise, Na pia pana ahadi I'm hapa. always with you. Tazama mimi ni pamoja nanyi. I will not leave you nor forsake you. Mimi sitawaacha wala sitawatupa. God, Mungu, Jesus Christ here takes personal responsibility for the success of the gospel commission. Yesu mwenyewe amechukua usukani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba injili imepata kufanikiwa. Another quote, Testimonies volume 9, page 117. Basi pana nukuu ambayo inatoka katika kitabu cha Ushuhuda toleo ni la 9 ukurasa ni wa 117. The work of God will not be finished until the laity is mobilized. Basi kazi ya Mungu haitakuwa kamili hadi walio wa kawaida wafanye. In other words, all the church members are to be mobilized. Katika maneno mengine, kila mshiriki aweze kushiriki. The work of God on earth can never be finished Kazi ya Bwana katika ulimwengu haiwezi kukamilika until the men and women comprising our church members ili wanaume pamoja na wanawake walio washiriki wa kanisa rally to the work and unite their efforts with those of the ministers and the church officers. wajihusishe katika kazi na kusaidia wachungaji pamoja na washiriki. Why do we find this commission so challenging? Basi mbona tunapata changamoto katika hii kazi? David Livingstone, Basi pana jamaa ambaye anaitwa David Livingstone, who was a missionary to Africa, ambaye alikuwa ni missionary hapa barani Afrika. said the following: Basi alisema haya mambo: if a commission by an earthly king is considered an honor, basi kama tutatii agizo la mfalme wa ulimwengu, how can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice? iweje tukose kutii agizo la mfalme wa mbingu na tukatae kutoa kafara? David Livingstone was born in Scotland. Basi huyu alizaliwa katika pale Scotland. But in 1841 he arrived at the tip of Africa in Cape Town. Mwaka wa 1841 ni mwenye kufika pale Cape Town, Afrika kaskazini. But not long after he arrived, he was mauled by a lion. Na baada ya yeye kufika aliweza kushambuliwa na simba. And his left arm was severely injured. Na mkono wake wa kushoto ukaumizwa. And although it healed, it troubled him for the rest of his life. Na alipata kuwa na hilo shida maisha yake yote. Livingstone did many great things like trying to abolish slavery in Africa. Basi huyu Livingstone alifanya mambo mengi. Mojawapo ni kukomesha mambo ya watumwa hapa Afrika. Livingstone tried to do three things. Basi huyu Livingstone alijaribu kufanya mambo ni matatu. Bring Christianity, Basi alileta Ukristo, bring business or commerce, basi alileta biashara, and then what he called civilization through education to na Africa. vile akaleta ustaarabu kwa ajili ya kuelimisha watu wa Afrika. And he took extensive expeditions to do this. Na ilimgharimu vilivyo kufanya haya matatu. But he came as a missionary. Lakini yeye alikuja kama mmissionari. And when people think of Dr. David Livingstone, they think he was a very successful missionary. Basi watu wanapomfikiri huyu daktari David Livingstone wanafikiri kwamba alikuwa mmissionari ambaye aliyefanikiwa. But guess how many people he won to Christ? Lakini hebu jua David Livingstone alileta wangapi katika Kristo? Only one. David Livingstone aliongoa roho mmoja peke yake. And it was Chief Shishele, Na huyu alikuwa anaitwa Chief Shelishe.
of the Bakwena tribe. ambaye alikuwa katika kabila la Bakwena. So they refer to him as Kosi Seshele. Basi walikuwa wanamuita Kosi Sheshele. You know, in southern Africa they have a click of the tongue. Unajua pale Afrika Kusini ndimi yao pia inakatakata. And there's Kosi. Wanasema jina Kosi. You don't go speak with the sound, do you? Haufanyi But imagine Kosi. wanasema Kosi. Kosi Seshele from the Bakwena tribe. Basi huyu jamaa alikuwa anaitwa Kosi Sheshele kutoka kabila la Bakwena. So Shelley was born in 1812. Huyu Sheshele ni mwenye kuzaliwa katika mwaka 1812. He was 10 years old when his father, who was the chief of the tribe, alikuwa miaka 10 ambaye baba yake ni mwenye ni kiongozi. the Kigosi of the tribe, was killed. Ambaye ni kigozi ni mwenye pia kuuawa. Then 2 of his uncles divided the tribe between them. Basi wajomba wake wawili wakaweza kugawa kabila yao mara mbili. Sheshele escaped with a few followers into the desert for 9 years. Basi Sheshele ni mwenye kutoroka pamoja na wafuasi wachache akiwa na kaingia pale jangwani miaka 9. And when he was 19 he returned to oust one of his uncles. Basi alipokuwa miaka 19 alirudi kwa wajomba baadhi ya mjomba mmoja. And this is how things stood when Sheshele first met Livingstone. Basi mambo yalikuwa hivi Sheshele alipokutana na Livingstone mara ni ya kwanza. He ruled half a tribe. Ni kiongozi wa kabila nusu. Livingstone persuaded him to make peace with his other uncle. Basi Livingstone alimsihi apate kupatana pamoja na mjomba wake mwingine. And to send his uncle a gift which was gunpowder for his rifle. Ili waweze kuwa na upatano, ilikuwa amtumie poda ya bunduki. But his uncle was very suspicious. Lakini huyu mjomba akawa anashuku sana. He thought that the gunpowder might be bewitched. Basi akafikiria kwamba hii poda ilikuwa pengine imewekwa sumu ama imewekwa uchawi. So he tried to neutralize it with fire. Basi akajaribu kuitengeza vizuri kwa moto. But in the resulting explosion he was killed. Lakini ilipolipuka huyu mjomba aliweza kuuawa. This is how Kigosi Sheshele then ruled over the united Bakwena tribe. Basi kupitia kwa haya huyu Sheshele aliweza kuwa mtawala wa makabila haya yote mawili. Sheshele was a brilliant man. Huyu alikuwa ni jamaa ambaye ni mwerevu sana. He learned the alphabet, uppercase and lowercase, in 2 days. Ni mwenye kujifunza herufi ndogo na kubwa katika siku 2 pekee. And he compiled his own spelling book. Na ni mwenye kutengeza kitabu chake mwenyewe cha kuandika. And he went about to read the only book he could find in the Swana language. Na ni mwenye kusoma kitabu ambacho angepata katika lugha yake mwenyewe. And praise God, that was the Holy Bible. Na Bwana sifiwe, maana yeye alisoma Biblia. But as Sheshele grew increasingly interested in Christianity, na huyu alipozidi kujifurahisha katika Ukristo, he found 2 huge barriers in his way. Na alipata vikwazo viwili vikubwa. One of those was rain. Basi kikwazo cha kwanza kilikuwa ni mvua. Sheshele happened to be the tribe's rainmaker. Huyu ndio mwenye kutengeza mvua nyakati zile. As well as the Kigosi. Hiyo sawia na Kigosi. And when Livingstone arrived there, na Livingstone alipofika pale, it coincided with the worst drought they had in many, many years. Ilikuwa ni wazi ya kwamba palikuwa na kiangazi kwa miaka mingi. But Sheshele was becoming a Christian, so he stopped doing the rain-making dances. Na huyu Sheshele alikuwa sasa amefanya uamuzi wa kuwa Mkristo ili basi asifanye kutengeza mvua. So he became very unpopular for the rest of the tribe who did not believe yet. Basi wengi hawakufanya kumwamini maana sasa ameacha kutengeza mvua. But a greater problem for Sheshele was that he was a polygamist. Na tatizo kubwa lingine la huyu Sheshele ni kwamba alikuwa na mke zaidi ya moja. See, Sheshele had 5 wives. Maana huyu alikuwa na wake 5. And Livingstone insisted that he become a Christian. Na Livingstone alisisitiza ili apate kuwa Mkristo, he needed to get rid of the other 4 wives that were superfluous. Lazima achane na wale wanawake wengine 4. This was a political as well as a personal nightmare for him. Basi ilikuwa ni changamoto na ilimkosesha usingizi. It threatened the whole structure of his tribe. Ambayo ilileta shida katika hali yake yote ya kisiasa. But not only that, also the relationships with the tribes around them. Na tena si hivyo tu, lakini pia ikaleta tatizo na makabila yote waliokuwa wanamvingira. But in 1848, Sheshele divorced 4 of his wives. Na katika mwaka 1844 Sheshele aliweza kufanya talaka na wale wanawake 4. And he was baptized. Na Sheshele alipokea ubatizo. The following year, however, mwaka uliofuata, one of his
ex-wives became pregnant. Basi mke mmoja aliyempa talaka akapata kuwa na mimba. And it turned out that Sheshele had fallen. Na ni kwamba huyu Sheshele alikuwa ameshaanguka. He repented and told Livingstone, alitubu na akamwambia Daktari Livingstone, do not give up on me. Jamani, usikufe moyo kwa ajili yangu. Not because of the sin, please. Si kwa sababu ya hii dhambi ambayo nimeshafanya. I shall never give up on Jesus. Mimi sitamwacha Yesu. You and I will stand before him together one day. Mimi pamoja nawe siku moja tutasimama mbele zake Yesu. So when the first British missionaries arrived to do the work amongst the Zulu in the Bele tribe, na wamishonari wa kwanza walipofika kwa ajili ya kufanya kazi pale kwa Wazulu katika kabila la Dembele, which is now known as Zimbabwe, ambayo sasa hivi tunaita taifa la Zimbabwe. This was in 1859. Huu ni mwaka 1859. They were staggered to find that there were already Christians doing Christian prayers amongst the people. Walishangaa maana walipata Wakristo wenye maombi miongoni mwa watu. Sheshele had gone as a missionary and beaten them to it. Basi Sheshele kama missionary alikuwa tayari ameshaongoa roho. Sheshele traveled hundreds of kilometers as a missionary over the... Sheshele ni kusafiri makilomita kadhaa kwa ajili ya kuongoa roho. He had resisted the Boers. Alikuwa amekatalia mambo ya mbwa mwitu. And the Bakwena tribe became a refuge for other people who were fleeing. Na ili kabila la Bakwena likawa ni kimbilio kwa wale wote wenye kukimbia. So they started absorbing many of the other tribes into their Christian community. Na makabila mengi yakajiungiza katika jamii la Wakristo. And at his death in 1892, na huyu Sheshele alipokuwa amekufa katika mwaka 1192, Sheshele ruled over 30,000 people. Alitamalaki watu 30,000. 100 times more than the number that Livingstone found him at first. Zaidi ya wale ambao Livingstone alimpata nao. So Livingstone wasn't very successful. He only brought one person to Christ. Huyu Livingstone hakufanikiwa maana alimleta mtu mmoja tu kwa Kristo. But because he's a Sheshele, lakini kwa sababu ya Sheshele, brought tens of thousands of people to Christ. Aliwaleta maelfu na maelfu kwa Kristo. Somebody once told me the story. Basi pana mtu mmoja aliyenisimulia hii hadithi. It's a little allegory. Ni hadithi alisema. And the allegory goes like this. Na inasema hivi. People went to heaven. Watu walienda mbinguni. And there was one of the men that had many stars in his crown. Na pana mmoja aliyekuwa na nyota nyingi kwenye taji lake. Each star represented one person that they brought to the Lord Jesus Christ. Kila nyota iliashiria mtu mmoja aliyemleta kwa Kristo. But there was another man that was following him around everywhere. Na kuna mtu mmoja mwenye kumfuata kila mahali. His crown only had one little star. Na taji yake ilikuwa tu na nyota moja ndogo. And the people said to him, aren't you embarrassed to stand beside that man with so many stars in his crown and you only have one? Na watu wakamwona, huoni aibu maana taji yako ni moja tu nyota, lakini unasimama karibu na aliye na taji na nyota nyingi. And his answer was, na jibu lilikuwa ndio hili. But that one star is this man with many stars in his crown. Na hii nyota moja ndogo ndio huyu mwanaume mwenye taji na nyota nyingi. Don't you have a desire in your heart to win at least one person for Christ? Una hamu katika moyo wako jamani ya kwamba ulete mtu mmoja hata kwa Kristo? Why not think of at least 3 or 4 people's names? Mbona usifikiri mtu mmoja ama watatu wanne na majina yao? That you can pray for every day. Ili ufanye kuwaombea siku baada ya nyingine. Who do not know the Lord Jesus Christ. Ili ambao hawamjui Bwana wetu Yesu Kristo. Or the 3 angels' messages to prepare the way of the Lord. Na ujumbe wa malaika watatu ili wapate kuandaa njia yao kwake Mungu. And ask God to open their hearts and to save them. Na uombe Mungu apate kufungua mioyo yao ili wapate kuokolewa. And pray that prayer every single day. Na kila siku ufanye hilo ombi. Because the Lord Jesus Christ told us. Maana Bwana wetu Yesu Kristo ni mwenye kutunenea. The harvest is ripe. Mavuno ni mengi. And the laborers are few. Na watendakazi ni wachache. Therefore we are to pray the Lord of the harvest. Kwa hivyo inatubidi tupate kumwomba Bwana wa mavuno. To send out laborers. Ili aweze kutuma watendakazi. Prayer is the answer. Basi maombi ndilo jibu. Many of our battles will be won on our knees before the Lord Jesus Christ. Wengi wana vita ambavyo watashinda tu ikiwa watapiga magoti kabla ya kuja kwake Yesu. And most of our work will be in prayer before we even share with him. Na kazi itakuwa kuomba zaidi ya kushiriki. If you've listened to this message today, na kama umepata kusikiza ujumbe wa leo siku hii, and you can see how much importance Jesus places on prayer. Na unaona namna ilivyo muhimu Yesu kusisitiza kwenye maombi. How many of you would commit to praying a little bit more? Ni wangapi wanatoa ahadi ya kwamba wataomba tena zaidi? To talk to the Lord of the harvest. Na watanena pamoja na Bwana wa mavuno. Because the laborers are few. Maana watendakazi ni wachache. So that the Lord of the harvest can send out laborers. Ili Bwana wa mavuno apate kutuma watendakazi.
How many of you will pray for at least 3 to 4, maybe 5 people every day? Ni wangapi Create a list. Ni wangapi wanaomba ya kwamba wawe na watu 3 ama 4 5 wa kuombea kila siku? Because that will make a big difference in the way you can win people for Christ. Maana hii italeta tofauti kubwa namna ambavyo unaongoa roho kwa ajili ya Kristo. Don't be part of the global 90% that never brings one person to Christ. Usiwe sehemu ya wale 90% ambao kama hawaleti mtu hata mmoja kwenye kanisa. So our challenge this morning in regards to our message, basi changamoto ambayo tuko nayo siku ya leo namna ambavyo tumesoma, is to spend time with the Lord. Ni kuchukua muda pamoja na Mungu. As much time as you can. Kuwa na muda namna ambavyo utakavyoweza. Preferably at least 1 hour a day contemplating the life of Christ. Saa moja kila siku ukitafakari maisha yake Kristo. Would you commit to contemplating the life of Jesus a little bit more than you're doing at the moment? Ni wangapi ambao wanasema nitachukua saa moja kwa ajili ya kutafakari maisha ya Kristo? Because in doing that we will be more imbued with His Holy Spirit. Maana unapofanya hivyo Roho Mtakatifu atazidi kumiminwa kwako. God is seeing your hands. God bless you. Ningependa kuona mikono na Mungu afanye kuwabariki. So the call is today to be willing, to be made willing if we haven't shared Christ with others yet. Basi wito ni kwamba tuweze kuomba Mungu atufanye tuwe tayari kwa ajili ya kufanya kazi yake. If you are willing to say today, Lord, by your grace and by the power of your Holy Spirit, basi kwa hiari yule ambaye anahitaji kusema Bwana kupitia kwa neema yako na kupitia kwa Roho Mtakatifu, I will pray and I am willing to become a vessel of yours. Mimi ninaomba na niko na hiari ya kupata kuwa chombo chako. To be used by you. Niweze kutumika na wewe. To share the gospel with someone else so they can meet Jesus and become saved. Nipate kushiriki injili na mwingine ili apate kukutana na Yesu na kukombolewa. If it is your desire, would you please stand? Basi kama ndilo ombi lako tafadhali utanyanyuka. So we can say a prayer of dedication. Ili tufanye kuomba na kujitoa wakfu. But only stand if you mean it. Na utasimama tu kama wewe una hiari. Because the Lord knows our heart. Maana Mungu ni mwenye kufahamu mioyo yetu. It doesn't matter what anybody else thinks around us. This is a commitment to God. Haijalishi kile ambacho wengine wanafikiri, wewe jitoe kwake Mungu. God wants to revive our church. Mungu angependa kuanzisha kanisa upya. Because the opportunities for souls is so plentiful. Maana fursa za mioyo ni nyingi tena nyingi. But not enough people are mingling with them. Lakini hamna watu wa kutosha kwa ajili ya kutangamana pamoja na wao. Praise God. Bwana sifiwe. Praise God. I don't know what's happening in the church, but I pray there's many people standing there as well. Bwana sifiwe. Sijui pale kanisani lakini natarajia kwamba watu wamesimama kwa wingi. God has seen your heart. Mungu ameshaona moyo wako. And God's heart is glad. Na moyo wake Mungu umefurahi. Let's close with prayer. Hebu tumalize kwa ombi. Father in heaven, Baba yetu aliye mbinguni, the Lord of the harvest, Bwana wa mavuno, many people have said they are willing to be used by you. Wengi wameshakubali kwamba wako tayari kutumikwa na wewe. But sometimes we feel a bit awkward to share our faith. Na kuna wakati sisi tuna haya kwa ajili ya kushiriki injili. Teach us how to do it. Hebu tufunze namna ya kufanya. But give us a heart that loves other people so we will delight in telling them about Jesus. Hebu tupe moyo wa upendo kwa wengine ili tufurahi tunaposhiriki ujumbe wa Yesu kwao. Grow our love for you. Hebu tufanye tuwe katika upendo na wewe. Give us your Holy Spirit. Tujaze na Roho Mtakatifu. If there's anybody here that says, Lord, I need more of your Spirit, just raise your hand so God can see it. Basi kama kuna yule ambaye anahitaji Roho Mtakatifu kwa wingi, inua mkono ili Mungu apate kuona. Lord, see our prayer. Baba, tazama ombi letu. Hear the cry of our heart. Hebu sikiza malio katika mioyo yetu. Forgive us for our sins. Hebu fanya kutusamehe makosa yetu. Cleanse us of any unselfishness and unrighteousness. Tutakase na ubinafsi pamoja na kukosa haki. And place in our hearts your Holy Spirit. Na utujaze ndani ya mioyo yetu na Roho Mtakatifu. Lord, we thank you for hearing our prayer. Bwana, tunakushukuru maana umeshasikiza ombi letu. We thank you for empowering our Christian witness for you. Tunashukuru maana umeweza kutujaza na nguvu za kuhubiri. And we pray this in Jesus' name. Na tumefanya kuomba katika jina lake Yesu. And God's people said, na watu wa Mungu wafanye kuitikia. Amen. 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 Asante Pastor kwa ujumbe huo. Thank you very much for allowing God to use you. Huduma bado inaendelea. Tafadhalini tusiondoke kwa pupa. Ningependa tutulie kidogo kwa sababu we'll get into the Holy Communion now. We plead for your patience, please. So we will get into the foot washing verse. Kisha tuondoke for the foot washing ordinance. And then later tutaingia kanisani for the bread and wine.
Kwa hivyo ningependa kumkaribisha Elder Maonga asome foot washing verse, kisha baadaye Steve, you will give us direction as to where we are going for the foot washing. Asante sana. Thank you. We shall read from the book of John chapter 13. Soma kitabu cha Yohana 13 verse 4 and 5 says, "So he got up from the meal, took off his outer garment, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him." Antasoma kwa Kiswahili. Pia alitoka mezani, akaweka vazi lake kando, akajifunga na taulo kiunoni. Kisha akamimina maji katika chombo, akaanza kuwaosha wanafunzi wake miguu na kuikausha kwa ile taulo aliyojifunga kiunoni. Asante sana. Tutaongozwa na deacons on how we shall do the foot washing. God bless you. Happy Sabbath. We want to welcome you to the Holy Communion. All our ladies, we shall use the lower part of the pavilion, and the gents will use the upper part of the pavilion. Our visitors, feel please most welcomes. Our deacons and deaconesses are ready. May God bless you. For those who have cars, we request that you please proceed to your car so that you may have smooth running of other operations. Thank you. Get the point. Take a step forward.